kuzuia pesa kuwatisha Wakenya nchini na badala yake kushiriki kikamilifu kwenye ujenzi wa kitaifa. Diana Mukhwana alifuatilia swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Wakizungumza mapema leo wakati wa ibada ya wafu ya waziri mkuu wa zamani Raila Amolo Odinga katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi, viongozi hao wakiongozwa na askofu wa kanisa la Kianglikana Dayosisi ya Bondo, Profesa David Kodia, kuna haja ya viongozi kwenye jamii kuiga mfano wa marehemu, kwani hakuwahi kutumia nguvu ya pesa kuwatisha watu nchini. Kodia aidha amefafanua kuwa lazima viongozi waige uongozi bora na wenye maadili mema alivyofanya hayati Raila Odinga kwa kuwashawishi wa Kenya kwa maneno ambayo baadaye yalizaa matunda kwa ukuaji wa taifa la Kenya kidemokrasia na kiugatuzi. Baba is one such politician that never used the power of money to intimidate people or to lure followers. Today we have very bad manners amongst most of our politicians. They have taught our people the culture of handouts, that wherever you are, you must give part with money. Vilevile, Kodia ameeleza kuwa marehemu Odinga alikuwa mtu wa hadhi ya juu kimaadili kutokana na nguvu zake za haki, mwelekeo wa amani, nguvu za upatanisho na utu wa Mkenya, ukiwa kiini cha kila jambo ambalo Odinga alionyesha. Hivyo kusisitiza haja ya kila Mkenya, iwapo wanamuenzi marehemu Odinga, lazima wafuate nyayo zake kikamilifu. Amewataka viongozi wa kisiasa kufuata njia za Biblia ili wapate ufunuo wa namna ya kutumia nguvu zao ambazo wamepewa na Mwenyezi Mungu, hivyo kujiepusha na njia potovu zinazokandamiza ukuaji wa taifa la Kenya kama ufisadi na uongozi wa kibinafsi. Baba Raila Amolo Odinga never used the power of his wallet as a convincing tool to others, but he used the power of persuasion. He used the power of persuasion. He used the power of the word. Kodia amekariri umuhimu wa Wakenya kushikana mikono, si wakati huu mgumu pekee, bali hata baada ya maombolezo ya Odinga, akisema njia mojawapo ya kuimarisha na kuendeleza umoja miongoni mwa Wakenya ni kuachana na tofauti za kisiasa na kikabila miongoni mwa mengine. Aidha, ametoa onyo kali kwa viongozi mbalimbali dhidi ya kutumia mamlaka zao kugawanya taifa na kusababisha rabsha mara kwa mara kwa manufaa yao ya kibinafsi, akisema Kenya si kubwa kuliko kiongozi yoyote nchini. That God wants us to do things right all the time, everywhere, so that Kenya could be free and all of us could be free to live in a united nation of our republic. Nikiripotia Mwanga wa MBCI Radio, jina langu ni Diana Mukhwana. Shukran. Gavana wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o amewahakikishia waombolezaji usalama na utulivu hapo